tutaendelea kusimamia ili muweze kufanya kazi kwa uhuru na muweze kupiga hatua za kimaendeleo. Tutaendelea kuyasimamia, msisite kusema kama mna jambo ambalo mnaona halijakaa sawa katika eneo lenu mnakofanyia kazi. Fikeni katika ofisi ya serikali, fikeni kwa mkuu wa wilaya, fikeni kwa mkuu wa mkoa, na ikipita huko njooni hata kwenye wizara, njooni hata kwenye ofisi yangu. Na nikupongeze Mheshimiwa mkuu wa wilaya kwa mfano huu ulioonesha. Nimeshapita na maeneo mengine. Hiki ndicho Dr. Samia anachotaka. Viongozi waende kusimamia na kushughulikia, waende kushughulikia matatizo ya wananchi, waende kutatua kero zinazowakabili wananchi. Mifano hii ni mizuri na naelekeza na kwingine kote. Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI, waandikie na kwingine kote wafanye namna hiyo na wachukue hatua. Hatutaki watu waonewe. Kama hivi juzi nilipata kisa kimoja kwa mama moja hapa Salasala, anaitwa Asha. Yule mama alinunua eneo mwaka 2009. Imeshapita miaka karibu 10, akaenda mtu mwingine akasema yeye ndo kanunua hilo eneo na akaweka na kibanda. Walipoenda kwenye mabaraza ya ardhi ya kata, yule mtu akashindwa. Kwa sababu ana fedha, akaenda ngazi ya juu, kaenda mahakamani. Alipoenda kwenye mahakama ya wilaya akashindwa, akaenda mahakama kuu. Alipofika kule akaambiwa hajafuata hata taratibu, na kule akashindwa. Mahakama imeelekeza kwamba mwenye haki ni yule mama, lakini yeye kwa sababu ni mbabe, ana fedha, ameendelea kushikilia eneo la yule mama kwa miaka yote hii. Anazungusha tu kukabidhi, akabidhi. Yule mama ameshazunguka, anazungushwa, akitarajia kwamba atamzungusha mpaka yule mama aishiwe nauli, amwachie lile eneo. Sasa namuelekeza ndani ya siku 7 awe amebomoa kile kibanda chake na amrudishie yule mama eneo lake. Ndani ya siku 7 awe amebomoa kibanda chake pale na amrudishie yule mama. Hatuwezi tukawa na utaratibu huu kwamba hata vyombo vya haki vinaamua kwamba mwenye haki ni huyu, alafu kiubabe tu, na kwamba wewe una mali, una fedha, unang'ang'ania tu.